Hata nimeona pesa zimeingia hapa kwa njia madharau sana. Haijaletwa kwa njia ya heshima. Haijaletwa kwa njia ya unyenyekevu. Kama unaleta msaada watoto wasome, panda kutangaza. Tena hapana kupatia watu condition at lazima you have to be a believer of affordable houses ndio upate msaada. Or to be a believer of stadiums that will not be eaten by the people of Taita Taveta. Lazima msaada ukija uheshimu wale waliachwa. Pana kuwatangaza tangaza umeleta 500. Unaleta shida kwa kijiji. Hiyo pesa ingeweza kuingia kwa account. Tuseme tumecreate education account ya watoto na ikaingia pole pole. Kwani unafikiria Mungu atafurahia ukisema pole pole? Paka upige ubweke barabarani watu wasikie. Lazima wananchi waheshimiwe. Hapana kupewa msaada kwa matusi na kiburi. Msaada uje kwa upole na unyenyekevu. Bwana sifiwe. Nyinyi mkienda kupokea msaada, kama haujakuja kwa heshima, waachilia. Kwani Mungu atakulinda? Kwani Mungu atashomesa watoto? Bwana kubali vitu ambavyo kuja kwa njia ya madharau. Bwana sifiwe. Salimia mwenzako, mwambie wewe ni mheshimiwa. Usikubali madharau. Sasa wapendwa, mimi moyo wangu ulikuwa umeumia sana, karibu nianguke chini nilipoona hayo yanafanyika, na vile msaada unasindikizwa na maneno. Niliambia Mungu wangu, kwa nini nimekaa duniani nione mambo kama haya? Why should we see that? Why should we hear that? Salimia mwenzako, mwambie Mungu utuhurumie. You cannot bank on our death that you give us aid because we have died. Give us when we are living. It is now clear that the Anglican Church of Kenya, ACK, is the only church and the Catholic community that has stood on its ground to stand by and with the people of Kenya. Inafahamika wazi sasa kwamba kanisa la ACK ndilo tu kanisa ambalo linazungumza kwa sauti ya Mkenya wa kawaida, kanisa ambalo linaambia rais, linaambia serikali ukweli vile ambavyo upo katika ground. Kulingana na kanisa la ACK, kumbuka kwamba some days back Ong'injo Bishop ambaye ni Kisumu Archbishop alisimama kidete akawaambia viongozi wa serikali kwamba wako na tabia ambayo ni mbaya na akawasomea hadharani. Sasa imeibuka wazi kwamba kanisa hilo pia ni kama lina viongozi ambao si waoga, ambao wanazungumza hadharani, wanaambia viongozi bayana na ukweli. Kuna Archbishop mmoja kutoka kaunti ya Taita Taveta ambaye anaitwa Liverson Mng'onda. Kumbuka kwamba huyu Liverson alirudisha na kuzikataa pesa taslim 500,000 kutoka kwa serikali ya Rais Ruto na vile 600,000 kutoka kwa mbunge wa eneo hilo. Liverson aliambia serikali moja kwa moja na ukweli kwamba hawahitaji kuwa na madharau, hawahitaji kuzungumza vibaya, to look down at the common mwananchi, na vile akasema kwamba hawahitaji pesa ambazo si safi na ambacho zimeibiwa kutoka kwa Wakenya. Ningependa tumsikilize vile ambavyo alisikataa shilingi 1,500 kutoka kwa Rais Ruto na 1,600 kutoka kwa mbunge wa eneo hilo ambaye ni Bwire. Tumsikilize. Na hili ni akarose pagua ulimwengu. Na kumani kwa kishikirie kisepati vifulango kundi kutumia. Na po fumeshika kai kishika. Unapoaga chiko chako cha shiga nyuma ndio kwenda kuitumia na mkwako. Nasema mtoto anamkosea heshima namna hii.
anataka kunifanya, anataka kuniharakisha nife, anataka nipoteze uhai wangu. Akamwangalia mtoto, nini mtoto amekaa namna hiyo? Au mwambia baba, dadi, fanya haraka vile nimekwambia, nifanyie vile nasema. Mtoto mmoja alisumbua mama yake sana, anakaa nyumbani, babake anafanya kazi na prison, mama ametumiwa pesa, mtoto anakuja amemaliza form 4, anakuja na mwambia mama baba itako na mwana nipe pesa. Hai, mimi sina pesa za simu yako iko wapi? Hai? Sijui iko, alafu anaipiga anasema ndio hiyo inalia. Hebu nipatie pini yangu au nakudunga. Pini yako nipatie. Anapewa pini, anatoa pesa za mama, anaweka kwa simu yake. Mama anasema sijui tutafanya nini na mtoto. Anachukua kila kitu. Nimetumiwa na mzee 5,000, anachukua 4,700, ananiachia 300. Mtoto sasa nitafanya nini? Lakini tena mama, huyu mtoto baadaye alishikwa akawekwa prison moja. Tena mama anaenda kulalamika, achie mtoto wangu rudi nyumbani. Sasa mzee anauliza, mtoto anakusumbua namna hii, sio chakae huko upate amani. Kuna mwanangu umeshamsini, apata wasi. Yaani ni mama anapenda mtoto wake hata kama amekosa, hata kama ametenda maovu, bado mama anasema huyu mtoto bado anampenda. Najua siku moja atapona. Huyu shetani tu siku ingine atapona. Yaani bado fani. Leo mtoto amempoteza. Unajua wakati mwingine wazazi wanapoteza watoto wakiwa nyumbani, wanasema mtoto tulikuwa tunazungumza vizuri lakini amepotea. Hata yuko akili zake si zetu. Okana marumu. Mama nidanyana marumu. Yucha kabedanyana isi. Hili imekuwa mtu mbaya. Sasa mtoto huyu daye akapewa sehemu yake, pengine ya shamba na mali, ng'ombe. Maana wakati huo mali kubwa ilikuwa si pesa, ni ng'ombe, mifugo. Akapewa sehemu yake, afanye usikive. Yeye akafanya bidii, akatafuta watu kuuza, akauza ile yote, akaelekea mbali kukaa huko na akaishi huko. Na kila anapozitumia zinaendelea kupungua, mwishowe zinaisha. Akawa na maisha magumu, akawa stuck, akafungika huko nchi ya mbali. Nataka uone hiyo picha. Mtu amekuwa rake, akitoka alikuwa maridadi, mtu mzuri, uso na metameta, nywele imechana vizuri, imelala vizuri, ndevu zimeondolewa vizuri na amepaka grill. Hata watu wanamwangalia, ameweka perfume kila mahali. Hata wanasema, wasichana wanasema this is the man. Lakini nataka umuone kwa picha. Umemwona amefika? Ameketi kwa jiwe, hana kiti. Mnamwona huyo mtu? Studio wetu amefika. Amefika. Angalieni bwana. He's completely lost. Amepotea mawazo. Amepotea structure na character. Imepotea ile ilikuweko. Si yule alikuwa naomba pesa yangu, share yangu nipatie mzee. Mimi naelekea naenda. Amepoteza hata confidence. Amepoteza hata language. Na hakuna mtu anakaa karibu.
Waliopotea hawapendwi, hawana marafiki. Friends run away when you get lost, because you lose everything. Na watu wanakuwa attracted by what you have. You become relevant because you have something, because you have a profession. Umeona education officer anakuja kwako, anasema bwana, tumekuja kukufanyia assessment ya vile unafundisha. You have already retired. You have lost a classroom. Yes, forever you'll be called a teacher, but you have no class. Yes, forever you'll be called a pastor, but you have no pulpit. And you have no vicarage, though you're a vicar. Yeah? You have no hospital, though you are a doctor. Once upon a time, you are a medical doctor. Ukiwa na heshima yote, sasa imepotea. You can easily sit so lonely. Sasa huyu bwana, Mungu atamsaidia. Maana hakuna mtu karibu, yuko peke yake. Na huyu kijana alikuwa peke yake, amekaa peke yake. Lakini kile kinaweza kufanyika ni yeye aache kuketi na asimame. Hebu asimame huyu bwana. Amesimama. Mwambie asimame. Amesimama. Sasa kisimama, maisha yanaanza kubadilika. Maana ameondokea kiti cha mateso, kiti cha kupoteza, kiti cha stress nyingi na depression. Amekiondokea na kisha simama, anaanza kutembea. Akianza kutembea, anapata tabasamu. Mwambie atembee. Anatembea. Naona kama amebadilika. Amevaa vizuri. Maana ukiacha kutembea, basi bwana mmoja alitueleza story vile alikuwa anafundishwa baiskeli. Akaambiwa masharti matatu ukiwa unataka kujua baiskeli vizuri na uwe na furaha ya kutembea na baiskeli. Masharti ya kwanza, sheria ya kwanza, angalia mahali unaenda. Angalia mahali unaenda kabisa, hapo ndo unaenda. Lakini pili, hii baiskeli endelea kupendo. Iendelee tu. Alafu tatu, hapana kuangalia nyuma. Sasa yule jamaa anamfundisha baiskeli, anashikilia ile kiti pale nyuma. Anaenda na yeye. Sasa alipoona amegain momentum, akaachilia. Anaenda. Sasa yeye akaanza kufikiria, lakini hivi ni mimi peke yangu naenda au kuna mwingine bado yuko nyuma? Akaangalia nyuma, alafu chini. That was the end. Maana ameangalia nyuma. Sasa huyu bwana ameanza kutembea. Ukianza kutembea, wacha kuscroll mambo ya zamani. Kuna wengine wenu mko hapa, kazi yenu ni kuzungumza negative. You have a negative vibration. Yaani ukifungua mdomo wako hivi tu, watu wote wanasikia vibration mbaya. Yaani mtikisiko mbaya. Yaani you are oriented to bad vibration. Hata ukikaa na watu wanachoka, wanasema we are lost. Nimepotea. Huyu mtu tangu afungue mdomo, I'm completely lost. Hata mwalimu darasani anaanza kuambia anaanza kufundisha wanafunzi, wakasema madam or sir, I'm lost. Sasa ukisikia mwanafunzi anakuambia I'm lost, remember you don't have good vibration. It's a bad vibration causing people to get lost. Sasa ukianza tembea, songa, acha kuangalia nyuma. Ati zamani maisha yetu yalikuwa mazuri, tulikuwa tunakula ndizi zilijaa,
vitu vilikuwa rahisi, mambo akawa mazuri. Sasa surudi ukae huko kwa zamani. Anasema usiombe Mungu akupe mzigo mwepesi. Salimia mwenzako, mwambie usiombe Mungu akupe mzigo mwepesi. Lakini uombe Mungu akupe misuli mizito na mabega yenye nguvu ya kubeba mizigo mizito. Umesikia mzazi mmoja anasema, siku hizi niko na mzigo mzito sana. Niko na mtoto grade 7. Niko na mwingine grade 9. Na mwingine ameko form 3. Na mwingine yuko form 4. Na mwingine ameenda college. Uniombee, niko na mzigo mzito sana. Muulize, unataka mwepesi? Unataka mzigo mwepesi? Sisemi hivyo. Sasa unasema nini? Basi omba Mungu akupe misuli mizito ya kubeba hii mizigo yote. Kumbukeni, nasema